I have a message for you. God has sent me to you. I have a message for you. Good morning all and welcome. My name is Sister Elizabeth Masinde from the Sisters of Mary of Kakamega, currently in Nairobi Adams Arcade, welcoming all of you to my Thanksgiving celebration in Sinako Village. Karibuni nyote, welcome so that we can celebrate together the works of the Lord, what the Lord has done up to this day. Karibuni sana na nawapenda nyote. My journey has been greatly inspired by the nuns I encountered during my high school years in school. The way they took care of us, the way they carried out their works, it was really inspiring and encouraging. And from there then I felt, why not serve God also in this way? Why not also become one of them? Then that is when in 2016 I decided to join the Sisters of Mary of Kakamega, a journey which began in Nyondo Formation House, then thereafter in Mukumu Postulancy, then back to Nyondo Formation House for novitiate 2 years. After that, first profession, then working a bit in Uganda, Budadiri, back to the Generalate House, then in my studies in Nairobi, currently where I am. So it has been a journey which has been a wonderful journey, I can say. All in all, I cannot say it has been a smooth one, but God has carried us. His grace is greater than everything. And I thank Him for everything. I thank Him for bringing me to this day and making me see this day alive. Bana mama iwe wa miratai, Sister Eliza we wa miratai, Sister Eliza wa miratai, Lukendo lune we wa miratai, Lukendo losisite we wa miratai, Bana bababe we wa miratai, Mwana wa babe we wa miratai, Sister Valebe ne wa miratai, Nakalika masomo wa miratai, Wacha primary Valebe bangewe, Tani raisi eyo zihenduase, Secondary school Valebe bangenywe, Wajaze nimaka eyo njerenganyi wa miratai, Valebe bange Lugendo luno Valebe ndi wa miratai, Lugendo lwa musisite we wa miratai, wa miratai, Wacha Nyondo wase neli Uganda wase, Valebe ndi wa miratai, Mama Nyondo wase Wacha Mukumu, Valebe ndi wa miratai, Mama Mukumu, Wakobola Nyondo, Valebe bangewe wa miratai, Mama Nyondo wase Wamalila Mukumu wa miratai, Lugendo lwa imani we wa miratai, wa miratai, Sister Elizabeth we wa miratai, wa miratai, Mwana wa babe we wa miratai, Nadiri ya kwanza namwe bali first professional wa maye, Wanyola tarehe 9 mwezi wa 12 basale 2019, Valebe bangenywe Nadiri ya mwisho namwe bali Bapecholu bo wa maye, wa miratai, Wanyola tarehe 9 wase, mwezi kwa 8 wase 2025, Asiwa father, Asiwa mkusikopi Valebe Josefu Mbanya, Yomuda Yosisi wase, Yakakameka wase, Valebe ndi wa miratai,
watumishi wa Bamika nasi pia tutayarishe. Naomba tusimame wote, msafara unakuja. Atakapokuja kama pepe kwenye maua, kisha ataingia katika shangazi. Amemkaribisha, amempea wosia wake aweze kushika wito ambao amepewa. Basi wakongwe Mato, mnamjua? Mimi nafuata Paro. Sasa situko watu mbelekea yako. So nachukua nafasi hii introduction baadaye kwa wasee na sisters ukienda kutoka mbali mpaka Mumias mpaka Holera mbali kwa sababu ya hii ugeni. Pepa la tepea mimi na pafo. So na kuwashukuru in advance walimu wetu wale kamati wamepanga kusema Mungu ni mwema kila wakati. So karibuni, karibishe wazazi katika boma lao, watukaribishie kwa sababu ya hawa wanawali. Mgeni Mheshimiwa Sister Elisa, karibuni Masinde na Rosewida. Nimefurahia hii siku na nimekaribisha watu wote. Karibuni. Nimeshukuru Sister Eliza kutuletea hawa wageni. Sifa sana Mama Bikira Maria. Tumsifu Yesu Kristo. Wengi ya munichini nachua mama. Hata ndio mimi. Huyu. Mimi ni mwalimu. Na ni huwa nafunza Yesu Kristo. Muujiza wa kwanza ni kutengeneza divai tena. Kwa hivyo huu ni muujiza kwangu kwa sababu sikutarajia kwamba siku moja tutakaa na kufurahi, kula, kuimba na kucheza. Kwa hivyo kutoka ndani ya roho yangu na kwa niaba ya familia yote nasema karibuni, tushirikiane kwa sherehe ya leo. Asanteni. Kwa hivyo kabla meza kwanza, ningealika yeye aje hapa mbele na wasasi wake don't worry. Father Barry is looking at me. It's good. Kwa hivyo kabla meza kwanza, wasasi kujeni hapa wapele huyu msichana wa kanisa. Haya. Kwa hivyo Elizabeth, siku ya leo mbele ya umati wa Wakristo, wa mama, kwa baba na vijana wenzao Gen Z,
na kukabidhi kwa kanisa kirasmi, uende utumikie Mwenyezi Mungu, uwe mwaminifu, uwe committed kwa kazi yako, na kila siku unapokosa kuelewa kitu, tafuta ushauri kwa wakubwa wako wakuelekeze, ili udumu kwa huduma ya Mwenyezi Mungu, na mwishowe ubarikiwe hivyo hivyo. Asanteni. Sister Elizabeth, leo hii na kukabidhi kwa kanisa rasmi, uwe mwaminifu kwa njia zako zote na utii wakubwa wako, ili ukae vizuri kwenye shirika. Asante. Kwa hivyo leo tarehe 5 mwezi wa Mosi mwaka 2026, Sister Elizabeth kirasmi na kukabidhi kwa Mwenyezi Mungu mbele ya umati huu ambao unashuhudia, na uwe mwaminifu na mtiifu kwa wakubwa, na siku zote utekeleze kazi zako bila kusita. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilisha kuadhimisha mafumbo matakatifu. Nimekutamini,
Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Mungu Baba wa vipawa vyote, tunakiri kuwa kila tulicho nacho kimetoka kwako. Hata sisi wenyewe utufundishe kutambua fadhili za wema wako mkuu, na tukipende kwa moyo mnyofu na kwa nguvu zetu zote, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Nasoma. Bwana, mavuno ni mengi.
katika kitabu cha nabii Isaya. Mwaka ule alipokufa mfalme Uzia, nilimwona Bwana amekaa katika kiti cha enzi kilichoinuka. Mapindo ya vazi lake yamejaza hekalu. Maserafi walisimama juu yake. Kila mmoja alikuwa na mbawa 6. Kwa 2 alifunika uso wake, kwa 2 alifunika miguu yake, na kwa 2 aliruka. Wakaitana kila mmoja na mwenzake, wakisema, Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa ulimwengu. Dunia nzima imejaa utukufu wake. Na misingi ya vizingiti ikatikisika kama sauti ya wenye kulia. Nalo hekalu likajaa moshi. Nami nikasema, ole wangu, nimeangamia, maana mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Makao yangu ni kati ya taifa lenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona Mfalme, Bwana wa majeshi. Hapo mmoja wa maserafi akaruka upande wangu, akishika mkononi kaa la moto alilotwaa altarini kwa koleo. Akaiguza kinywa kwa kaa hilo, akasema, tazama, hili limeguza midomo yako. Uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imesamehewa. Kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, ni mtume nani? Nani atakaye kuwa mjumbe wetu? Nikaitika, mimi hapa, unitume mimi. Neno la Bwana. Hii ya kuitikizana. Tazama, nimekuja Bwana, kuyafanya mapenzi yako. 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 Tazama, nimekuja Bwana, kuyafanya
aliposema mimi hapa nimekuja. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Watu wengi sana walifuatana naye, akawageukia akawaambia, mtu akija kwangu bila ya kuwachukia baba na mama yake, mke na watoto, ndugu zake na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mfuasi wangu.
mtu asiyechukua msalaba wake na kunifuata hawezi kuwa mfuasi wangu. Nani kati yenu anayenuia kujenga mnara, haketi kwanza na kuhesabu gharama, kama mali yake yatosha kwa kumaliza, asije akaweka msingi halafu akashindwa kumaliza kwa kumaliza, halafu wakisema mtu huyu alianza kujenga akashindwa kumaliza, au mfalme gani anayetaka kwenda vitani apigane na mfalme mwingine, haketi kwanza na kufanya ushauri, kama ataweza na askari 10,000 kumshambulia yule anayemjia na askari 20,000. Kama sivyo, anatuma ujumbe kwake angali mbali bado, amlize masharti ya amani. Vivyo hivyo kila mmoja wenu asiachane na mali yote aliyonayo, hawezi kuwa mfuasi wangu. Injili ya Bwana. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mahujaji wa matumaini. Pamoja katika sala. Mahujaji wa matumaini. Bwana ametutendea makuu, tungali tukifurahi. Siku ya leo tunaungana na hii familia ya baba yetu Asike na mama yetu Roslida kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa makuu ambayo ameweza kuwatendea. Makuu gani ambayo ameweza kuwatendea? Kuweza kuchagua mmoja wa hawa wana familia ili aweze kumtumikia Mwenyezi Mungu. Leo mtawa wetu Elizabeti anamwambia Mungu asante sana, kwani Mungu ameweza kumtendea makuu kabisa. Mambo ambayo alikuwa anayaonea mbali sasa hayaonei mbali, bali yako karibu naye. Alikuwa anaona wasichana watawa waking'ara, wamevaa nguo za white, wamevaa veil. Sasa haiwezi kuona tu mbali, bali sasa ni yeye ambaye sasa amevaa. Leo anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wale watu ambao wameweza kumsaidia ili akaweza kupata na kuishi nadhiri ambazo aliweza kupokea. Padre Martin, congratulations. Thank you. You are aging gracefully. Pigia Padre makofi. Maana tuliona maisha yake alipokuwa anaishi.
tukayatamani, yakapendeza, akatuvutia, na wengine pia wakafanya namna gani? Wakafuata. Najua Padre Martin wakati alikuwa Naitiri, mimi ndiye nilikuwa one of his candidates, na baada ya mimi kuwa padri, basi Sister Eliza akaweza kufuata kwa mgongo wangu. Sasa sijui kwa nini sister uliamua ukachagua mimi uweze kuhubiri. Kwa vile mimi ndio nafanya namna gani? Nafuata wewe. Yeye ndio anafanya namna gani? Nafuata mimi. Ndugu zangu na dada zangu, leo tunapoambia Mwenyezi Mungu asante. Leo kila mmoja wetu anapotafakari kuhusu tendo la kushukuru, tuweze kufuata yale ambayo tumesikia katika maandiko matakatifu. Somo la kwanza limetoka katika kitabu cha Nabii Isaya, sura ikiwa ni ya 6 mstari wa 1 hadi 8. Somo la kwanza, kuna mambo makuu matatu ambayo yanadhihirika. Jambo la kwanza ambalo linadhihirika katika somo la kwanza, ukuu na utakatifu wake Mwenyezi Mungu. Jambo la pili, unyenyekevu wa Isaya na utakaso wa Isaya. Jambo la tatu, wito na utume wa Nabii Isaya. God is God all the time. Ndugu zangu na dada zangu, kila mmoja wetu ameitwa na Mwenyezi Mungu. Leo katika hii misa ya shukran, tunapomshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya wito wa mtawa wetu Elizabeth, kila mmoja wetu anatambua ya kuwa ameitwa na Mungu. Ambia mwenzako, umeitwa na Mungu. So sehemu ya kwanza ya kitabu ya somo la kwanza, Isaya anatupa picha, anaona ukuu na utakatifu wake Mwenyezi Mungu. Na anapoona hii picha ya ukuu na utakatifu wake Mwenyezi Mungu, Mungu mwenyewe ameketi katika kiti cha enzi. Na akiwa katika kiti cha enzi, tunaona basi vazi, pindo la vazi lake limeenea mpaka kule hekaluni. Basi malaika anatokea ambaye ako na mabawa 6, na mwishowe huyu malaika anaimba mtakatifu mara 3. Ndugu zangu na dada zangu, Isaya anaitwa na Mwenyezi Mungu, na picha ambayo Mungu anamwonyesha ukuu na utakatifu wake. Kila mmoja wetu amealikwa kuitikia wito wake Mwenyezi Mungu. Na kabla ya kuitikia wito wake Mwenyezi Mungu, ni lazima uwe katika uwepo wake Mwenyezi Mungu, kama Isaya vile ako katika uwepo wake Mwenyezi Mungu. Huyu mtaa wetu leo anamwambia Mwenyezi Mungu asante, maana maisha yake amekuwa anakaa katika utakatifu wake Mwenyezi Mungu. Amekuwa anakaa katika utakatifu wake Mwenyezi Mungu kwa njia gani? Maisha ya sala kila siku, maisha ya kutafakari neno lake Mwenyezi Mungu kila wakati, maisha ya kuishi community life every day in her life. Praise God. Amen. Kumbe pia mimi ninaalikwa kuishi maisha ya shukrani.
Ninaishi maisha ya shukrani katika familia kwa njia gani? Wale ambao wameoa na wale ambao wameoleka, tunaishi maisha ya shukrani kwa njia gani? Kulingana na somo la kwanza. Tuige maisha ya sister. Kila wakati tuishi maisha ya sala. Rena ba Kristo. Ulango wasoma sedi. Wasoma sala ya kuchokoje. Ya kumalo koje. Bungali lelo manye sala ya kumalo koje. Sala ya kubuha. God is good. Kuishi maisha sana. Kuishi maisha sana. Tutadhihirisha shukrani zetu iwapo mimi na wewe tunadumu katika sala. Cha pili, kutafakari neno lake Mwenyezi Mungu. We need to meditate on the word of God. Tupende kusoma neno lake Mwenyezi Mungu. Cha tatu, kulingana na somo la kwanza, kuishi maisha ya shukrani, wapenzi wake Mwenyezi Mungu. Tuwe na uhusiano mwema na wale ambao tunakaa nao. Tuishi maisha mema katika jumuiya zetu. Baada ya Isaya kuwa katika uwepo wake Mwenyezi Mungu, tunaona anapata utakaso. Anatambua ya kuwa yeye ni mtu wa midomo michafu na anakaa katika watu wa michafu. Alitambua unyonge wake. Alitambua unyonge wake. Tunapokuwa katika utukufu wake Mwenyezi Mungu, tunatambua udhaifu wetu. Sister, tunaomba kila wakati leo unapomwambia Mwenyezi Mungu asante, kila wakati udumu katika uwepo wake Mwenyezi Mungu. Unapodumu katika uwepo wake Mwenyezi Mungu, basi utatambua udhaifu wako, na unapotambua udhaifu wako, Mwenyezi Mungu ataweza kukutakasa kama vile anatakasa Isaya. Kama vile anatakasa Isaya. Na baada ya Isaya kupata utakaso, tunasikia sauti, ni mtume nani? Naye anajibu, niko hapa, nitume Bwana. Leo tunasherehekea mtawa wetu, maana amesema ndio kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Mungu anatuita kila wakati. Mara ngapi tunatoa visababu vya kuitikia wito wake Mwenyezi Mungu? Tuweze kuungana na mtawa wetu, na leo tujifunze kwa mtawa wetu. Leo anasema ndio kwa mapenzi ya nani? Yake Mwenyezi Mungu. Wewe bado unasema ndio kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu au umekataa? Angalia wakati ulifunga ndoa, wakati Father Kwena alikufunga ndoa, ulisimama mbele ya altari ukasema, mwenzangu, pokea pete hii iwe ishara ya mapendo yangu na uaminifu kwako, na kwa jina la Baba na Mwana. Bado unapenda wewe mwenzako ndoa, unamvumilia. Na siku Father Kwena alikufungisha ndoa, alikwambia uvumilia mumpende. Tusifu Bwana wetu Yesu Kristo. Katika maisha yetu tuweze kuitikia wito wake Mwenyezi Mungu. Kila wakati tuseme ndio kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na hii ndio ya kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu ina gharama zake. Ndio kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu ina gharama yake. Katika Injili tunaona Kristo anaambia wanafunzi wake gharama ya kuwa mfuasi wake Kristo. Sister, utawa
una gharama yake. Utawa una gharama yake. Mwabone nga meta metile. Aliariana. Anariana. Lakini anende buku sibwewe. Seli rahisi ta. Sakali karikario. Seli rahisi tawe. Injili Yesu anatukumbusha kuwa kuishi ile ntio lazima ujitolee. Ujitolee kuhakikisha kwa kila wakati Mungu anakuwa kibao mbele. Mtu yoyote anayetaka kunifuata ajikane mama yake, ndugu zake, kaka zake, ndiposa akuwe mfuasi halisi. Lazima you have to make sure that God is a priority of your life. Katika mambo yote ambayo unapokea ili kuishi ndio kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, Mungu awe kibao mbele. Kuchukua msalaba na kubeba na kumfuata Kristo. Mtawa uko na msalaba ambao sasa umepokea kubeba. The vows. Living community life. Yani mwakana nasa bahasaba. Epa weba reda ala. Umwe harika solpo na uhamarina. Obrane ne kimima kiwe lakini umwe harika house. God is good. Nyenye mwawa ya na mara mupa. Nipo kwa kana na sepa. Kumenya kuringia. Beba msalaba wako kiaminifu. Beba msalaba wa familia kiaminifu. Beba mafundisho ya kanisa kiaminifu. Ndugu zangu na dada zangu, iwapo tunataka kuwa wafuasi wa Kristo kulingana na Injili, iko na gharama yake. Mtawa, ufanye nini ili uendelee kuishi kiaminifu? Sala iwe chakula chako cha kila siku. Sala iwe breakfast, tea break, lunch, supper. Kila wakati dumu katika sala. Wapenzi wake Mwenyezi Mungu, msalaba ambao umepewa kubeba kama Mkristo, gharama ya kuwa Mkristo si rahisi. Kwa Mkristo si rahisi. Ni msalaba ambao unatakana kubeba na una gharama yake, na ili uwe Mkristo ambaye unabeba msalaba wako, kugharamika maisha yako ya Kristo, kila wakati dumu katika sala. And I like Father Mati, kila wakati alikuwa ananiambia kijana yangu, Rosary. I still promise you, I'm still praying. Sister, Rosary, the prayers of the church. The Rosary and the prayers of the church. Chapili. Mtawa, ili gharama uweze kuifanikisha vyema kabisa, participation in the mass. Na leo ulichuzi mtu mzuri sana ambaye alituongoza, ambaye amekuwa mfano mwema. Maisha yangu yote wakati nilikana Father Martin Erap, hakuna siku alikosa kwenda kusherekea misa. Na niambia Father, si kusoma misa bali ni kusherekea nini? Misa. Pigia huyu mzee makofi. Majam Father Martin Erapo, Father Dunstan, Father Melkisedek, Father Kwena, kwetu wenye tumezaliwa huku Naitiri, hawa walikuwa injili namba 5 ambayo tulikuwa tunasoma.
neno lake Mwenyezi Mungu. Embrace the word of God. Kuwa Mkristo si rahisi, kuwa mtawa si rahisi, lakini hayo yote yatawezekana kwa njia gani? Tupende kusoma nini? Neno lake Mwenyezi Mungu. Neno lake Mwenyezi Mungu. Yani alalo cha mujimia abola kwa Mkristo soma he Bible alichimo nisa chibonata, lakini message ya mpesa chakula chirena. Spiritual direction. Mwongozo wa kiroho. Mtawa wetu, haya maisha utaishi kwa njia gani? Kuwa na mwongozo, kuwa na mtu ambaye anakuongoza maisha ya kiroho. Give your time, talents and resources to the Lord's work. I like Father Dunstan when he was with us. Kila wakati anambia, Father Remy, give your time, your talent and your resources to the Lord's work. Sasa utalinda tu hii shukrani, utalinda tu hii zawadi ambayo umepokea na Mwenyezi Mungu, if you will have to offer quality time to God. If you will have to offer your talents to God. You are a resourceful person in the congregation. You are a resourceful person in our village. You are a resourceful person in our parish. Give the resources that you have to the Lord's work. Mtawa, fuata sheria za shirika lako la Maria, la watawa wa Maria wa Kakamega. Kila shule iko na masharti yake. Kulinda shukrani yako ni lazima ulinde masharti ya familia yako. Ndipo msaholoka hola olota saa 10, lota saa ngapi? Saa 10. Alibusu mali saa 2 asubuhi, ufukabusu saa ngapi? Saa 2. Wafuka saa 7 alakule fuma. Kalika. We have in the church you have so many devotion. Katika kanisa tuko na makundi mengi. Tuko na makundi mengi. Tuko na vikundi vingi kabisa vya kiroho. Mtawa, you are devoted to a certain charism. Maintain that devotion. And never forget the spirituality of St. Augustine, because your congregation, the founder of your congregation, the spirituality of the founder of your congregation is Augustinian spirituality. Usisahau Mama Bikira Maria. Mtawa penye uko hapo si nguvu yako. Imekuwa sala ya baba na sala ya nani? Na mama anaomba rozari. Hata baba pia amesema leo sifa za nani? Sifa za nani? Have a close connection with our Blessed Virgin Mary. Kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Asikilize kwa wema sala zetu kwa ujumbe wa Yesu Kristo Bwana wetu. What?
Na dada, sadaka yangu na yenu kubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. E Bwana, tunakutolea sadaka ya sifa hiyo pamoja na malaika wa mbinguni, tunakusifu tukiungama kwa furaha. Na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate akashukuru, akaumega na kuwapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Utukamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14, Askofu wetu Marco Kalima na wakero wote. Kumbuke ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la utukufu, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako. Na tunakuomba utuhurumie zizi zote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike ndani ya mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini tuokoe na maovu. Bwana, tunakuomba tuwapoe katika maovu yote, utujalie kwa amani maishani mwetu, usudi kwa msaada wa huruma yako tuwapolee daima na dhambi, wala tusipadaishwe na jambo lolote, tunapotasamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliambia mtume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa,
Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia maana umoja kama lipi mapenzi yako, na iishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Na iwe rohoni mwako. Peane amani ya Kristo. Tazama mwana-kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walialikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Damu ya Kristo itulinde tupate uzima wa milele. Amina. Tukutegemea
maishani mwangu. Nasema leo asante Mungu, asante Bwana, asante Mungu, asante ninashukuru, asante Mungu, asante Bwana, asante nasema asante, nasema leo asante Mungu, asante Bwana, asante Mungu, asante ninashukuru, asante Mungu, asante Bwana, asante nasema asante. Maishani mwangu nasema leo asante Mungu, asante Bwana, asante Mungu, asante ninashukuru, asante Mungu, asante Bwana, asante nasema asante, nasema leo asante Mungu, asante Bwana, asante ninashukuru, asante Mungu, asante Bwana, asante nasema asante. Na kwa vile ninyi mmefuata kwa imani Kristo, ambaye leo amejidhihirisha ulimwenguni kama nuru ing'ayo gizani, awafanye nyinyi pia kuwa nuru kwa ndugu zenu. Baada ya kumaliza maisha yenu hapa duniani, awajalie kumfikia yeye ambaye mamajusi walimwona kwa furaha kuu, baada ya kutafuta wakiongozwa na nyota, yeye aliye mwanga kutoka kwa mwanga, Kristo Bwana wetu. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wakushukie na kukaa nanyi daima. Nendeni mkaitangaze Injili ya Bwana. Muwe na siku njema. Na wageni kutoka
Wale Rama Mumias nasema ya welcome. Asanteni. Sister utapewa nafasi kuintroduce wageni hao. Walimu wetu mwamke na kuwefu ndio walifunza wewe. Wote waka hapa except one. Na brother Kenneth. Makofi kwake, anataka tuangalie. Alafu hawa kutoka mbali. Siwezi kujua majina yao, wanaweza kuja nasema majina yao. Kwa majina naitwa Padre Mkabana Frederick. Mimi ni mkamiliani ambao tunahudumu kwa hospitali. Mapadre ambao wanafanya kazi kwa hospitali na kuhudumia Wakristo pia katika familia zetu. Na nahudumu kule Nairobi. Huko ndipo nilikutana na Sister Elizabeth ambaye ni rafiki ya rafiki yangu. Kwa hivyo tulikutana kule Nairobi. Kwa hivyo nimekuja hapa kwa sababu ni rafiki ya rafiki yangu. Mimi najulikana kama Padri Okelo Wabwire Stanislas Onyango Ndai Emmanuel, Busia County, na hudumu parokia ya Mtakatifu Marisela. Mali hayo kwa una appetite yafanya digestion, kuja Meseho atakusaidia. Pia kama hauna appetite kuja atakupatia dawa ya appetite. Na pia kama unajua haujui kilo zako kuja atakurudisha kilo. Na kama wewe ni mwanaume na wakati unaenda short call na kujua kwa longi kuja atakusaidia. Asante. Sister, wakati baba paroko wa Misiku alikuwa anahubiri, nilikuwa nakuangalia sana. Nafikiri ulikuwa unataka kumjibu na kumwambia maisha yangu yote nampa Bwana, maisha yangu yote nampa Bwana, kwa hivyo navyo vyote ni mali ya Bwana, maisha yangu yote nampa Bwana. Perfect. Kuna kitu kimoja ambaye nilipenda kusema wakati tulisoma Injili takatifu, watuelezea ama kusimulia ya kwamba mtu akitaka kuwa mfuasi wa Yesu Kristo na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake na kumfuata. The power of the cross. The power of the cross. Kulikuwa na bwana mdogo mmoja alimpokonya mama mtalii kipochi chake katika maeneo la utalii. Alafu watu pale walipomwona amepokonya kile kipochi wakamfukuza sana. Walipo karibu kumkaribia akasema hawataniua, bila shaka wataniua, wacha ni kwenti. Akaenda juu mpande mti, akaenda mpaka juu kule mwembe. Lakini sasa wakaja wakamwambia kuna nini kinatendeka hapa? Kuna kijana yuko pale juu. Na paroko kama baro huyu pia alikuwa anapita pale anasoma rozari yake. Akasema kuna nini kinatendeka hapa? Basi wakasema kwamba kuna bwana mdogo pale juu ameiba kipochi cha mama mmoja mtalii. Basi tumemwambia ashuke, amefanya gani? Amekataa. Lakini amekataa, basi wacha tupige magoti, tumuombe, tumbariki ili hata tukimuua aende kwa nani? Kwa Mungu. Basi walipopiga magoti wakamwombea, alafu akasema bwana mdogo, shuka na kubariki kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana akashuka. Wakamuuliza mbona pale alipokubariki ulishuka? Ilifikiri kwamba anasema ushuke au tufanye nini? Tukate mti. The power of the cross. Take up your cross every day and follow Jesus. Imetufanyia tufikie hapa. Na next year pia tarehe 1 mwezi wa kwanza, ingawa pengine mtatembelea fada ili nisherekee yake huko. Alafu fada kwenu ameniambia kwamba wewe mwenyewe utaanza kujifanyia ya sherehe. Amesema pengine yeye atashughulikia mimi kidogo. Sisters of Mary want to recognize the leadership present with us. Alafu tutaalika mmoja wao
atambulishe wengine. Miongoni mwetu kuna wale ambao wanatusimamia, na wakati huu tunafanya kazi kwa regions. So kuna counselor ambaye anawakilisha region ya Central. Nitaomba wasimame wapunge mkono. Our parish priest, Saint Marcella Maliki, our father, the president of today, Father Martin, all other clergy who have come to be with us today, Sister Elizabeth na marafiki zako, wakochi wako, mama na baba wa Elizabeth, na Wakristo wote wa Maliki na parokia zingine, hamjambo? Hamjambo tena? Mimi naitwa Sister Consolata, naishi Webuye, nafanya kazi kwa ofisi ya mama mkuu kwa kitengo cha elimu, na kwa hivyo tumefurahia kuwa na nyinyi hapa na kusema kwa Mungu asante, kwa sababu alitupa mtoto na leo tumemkabidhi kwa Mungu na kumkubali kuwa kwa shirika la Watawa wa Maria Kakamega. Sister Elizabeth, asante sana kwa kutufanya tufike huku. Wengine hata tukujua tumepotea, lakini tukafika. Mungu abariki kazi ya mikono yako, na wakati ambapo unasoma endelea kutia bidii daima na milele. Mlisikia jina langu Twino Mji. Hiyo ni jina toka mbali. Sasa Kiswahili yangu iko kwa Twino Mji. Mimi naongea kwa sasa. Sisairiza kuja hapa. Yes. Huyu mtoto mimi nafurahi, mimi nashinda nyinyi wote. This is my last born. Why? Unakumbuka hiyo siku? This one was the last by the sisters of Mary. Let me tell the secret. She never applied. She never did any seminar. Nothing. Plus this one here come here. They two. At least this one was ready. But this one, they were looking where to go. Then they came to me, we want to be sisters. At this time, I looked at them, I said, no, they can easily make it. But this one was very small and fearful. I said, will she make it? She said, I will make it through Evelyn and Sister Emily. And we took her. She has never changed. I want to tell the parents, you brought this Elizabeth very well. She's a wonderful sister. Spiritually, she's okay. Mentally, 100%. That's why she said Canon Road. Behavior-wise, if you have girls around here that are like her, even if they marry, men, you are all right. You don't have a problem. She's very, very good. That's why I came. I was supposed to be in the hospital. You say I'm standing crooked way. I'm not well. But I said no. Let me finish with her. Because she's the last born in the group. This one came before her. Also she didn't know where to go. I think because he never did a seminar and they did application, that's why they're wonderful. Sisters, you know how they are. I pray you may not change. Bring others to follow you. And whatever you are doing, you have listened. The preaching was not for you alone, it was for all of you. Even those who are not, those who are celebrating. It is for everybody. So my prayer is, remain faithful to what you have promised. Getting a ring is not the passport to heaven, unless otherwise I wish you well.
Parish priest aje abariki. Bwana awe nanyi. Jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Kwa Mungu ubariki keki chakula cha kimwili ili kupitia siku ya leo niendelee katika upendo, amani, ili katika mwaka kwa ajili ya sister tukule tupate uzima milele, tupate chakula cha kiroho cha kimwili. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tumeweka kwa keki inaashiria Mama Bikira Maria ambaye anamuongoza Sister Elizabeth katika maisha yake kwa shirika la Sisters of Mary. White is purity. Tunaomba kwamba maisha yake iwe na ule weupe, moyo usiye na doa. Kuna maua hapo, roses, na tunajua kwamba maisha haya yana changamoto zake. Ikiwa utapata changamoto, umkumbuke Mama Bikira Maria akuongoze. Njia ya utawa si nyofu, na lukumba zake, panda shuka zake. Utapanda mlima, utateremka, utaenda kwa njia sambamba. Ukiongozwa na Roho Mtakatifu na kwa neema zake Mwenyezi Mungu utafaulu. Ndio ishara ya hii keki mbele yetu. Na kabla hajakata, angependa kwa zawadi wafuatao. Nikiita anakuja hapa, sisi tunachukua keki moja hapa, unampokeza kwa mikono yake. Kuna mmoja wetu hapa. Asante Father, asante kwa baba mzuri kwa Sister Elizabeth. Sister Elizabeth angependa kumzawadi ni main celebrant Father Martin. Nasikia kwamba umekuwa baba wa muda,
ukaweka alama kwamba aingie shirika letu. Tunakushukuru. Father atachukua kwa niaba yake. Alafu watatu ni Father aliyetumegea neno, the preacher of the day, Father Remy. Sister anachukua kwa niaba ya Father Remy. Father Remy, asante sana kwa kutumegea neno kwa njia ya ufasaha ambayo limetukuza sisi wote. 4, atamzawadi Sisters of Mary of Kakamega kwa niaba ya shirika na mama mkuu Sister Beatrice Chinomkisha anayesimamia mambo ya wito apokee. Asante sister, makofi. Mmetoka. 5, sherehe ya misa bila uimbaji bora sio sherehe. Waimbaji wanapoimba wanatuinua mioyo yetu, tunaweza kusali vizuri. Na wasemavyo watakatifu, anayeimba anasali mara 2. Kwa hiyo tumetumbia vizuri. Sister amekwenda kwa zawadi. Kwa hiyo ndio hiyo. Kama ni kwa sasa kuna asante. Mwisho sister huyo hawezi kupatikana mwenye sura nzuri hivyo na akili nzuri hivyo bila familia. Kwa hivyo tunashukuru familia kwa kutupa msichana mrembo. Mjatuuliza ng'ombe. Baba na mama, kwa niaba ya familia mchukue keki. Asante sana baba. Kwa hivyo tutaomba sister ajongee karita kata. Kina baba na kina mama wapate nyuma. Kina mama, akina baba. Mambo imechemuka. Mambo imechemuka. Kama umekubali. Kama umekubali. Baba, akina mama, tafadhali zawadi. Tupate wote. Amuka tucheze wote. Urayibungira. Akina baba, umutaka kwa magare. Wana wa mayi nyogazo. Karishe. Chitabu cha magare. Ewale umbe nyogazo ngene. Sibara sia rumire. Wana wa baba nyogazo ngene. Orwale kwa magare. Wana wa mayi nyogazo ngene. Ilifanya magare. Nosimewe nyogazo ngene. akina mama, akina baba. Operation mbalimbali, sherehe, ango. Pateni nyuma huko.
vituo mbalimbali, kituo cha Tango, Kirenge, Wakohonyi, vituo vingine vyote. Marafiki na majirani, nafasi ni kwenu marafiki.
Yesu Kristo daima na milele. Natumai tumemaliza salama. Nasema ni asante sana kwa ajili ya kukamilisha hii sherehe ya Sister Elizabeth. Nasema tumewakaribisha hapa, ni wakati wa chakula. Karibuni. Asanteni sana.